kwa sauti ya watu na ndoto zinazochanua. Tanzania nakupenda, kisiwa cha amani, fahari ya Afrika. Daima nakupenda, kazi na utu. Kwa miongo mingi Tanzania imejijengea sifa ya kuwa kisiwa cha amani katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, kusini mwa jangwa la Sahara, mahali ambapo majirani waliopata machafuko walipata hifadhi, matumaini na mwanzo mpya wa maisha. Sifa hiyo tunayo, sifa ya kwamba ni nchi ina amani, ni nchi ambako iko jitihada ya watu hawa kujiona ni wamoja. Upekee wa Tanzania ni utaratibu wa uchaguzi wa kidemokrasia kila baada ya miaka 5 na utamaduni wa kukabidhiana madaraka kwa amani kila baada ya miaka 10, jambo linaloweka msingi imara wa utulivu na mshikamano wa taifa. Mimi Samia Suluhu Hassan. Hata hivyo, Oktoba 29, 2025, sifa hii ilipata doa. Wasituuzie uoga, sisi ndo wazalendo, sisi ndo wazalendo. Haturudi uoga, haturudi uoga. Vurugu wakati na baada ya uchaguzi mkuu ilitikisa misingi ya utulivu wa Tanzania, ikagharimu maisha ya watu, hasara ya mali na kuacha maswali mazito katika mioyo ya Watanzania. Kwa shauri iliyofika saa 9 ni makundi ya watu walifuka Kimara ndio wanakuja kwetu sisi Manzese kubalesa. Nilisikia mabomu yanalia kwa mfululizo kama 5. Mimi nikiwa pale nilikuwa nimeshika rozari kwa nasali. Sisi tumechanganyikiwa. Sisi hatuelewi. Taifa lolote linalothubutu kujitazama kwa uaminifu ndilo lenye uwezo wa kujisahihisha, kwa sababu bila kukubali kilichotokea si rahisi kujifunza, na bila kujifunza si rahisi kujenga upya misingi ya haki, amani na imani ya pamoja. Msimamo huu ni kama kumeza dawa chungu, lakini ya lazima. Tulisikiliza vilio vya waliopoteza wapendo wao, waliojeruhiwa. Tulikutana na familia ambazo hadi leo hazijaelewa nani aliyomdhuru mpendo wao na kwa nini. Kwa vyovyote vile, walioumizwa na tukio lile ni sisi wa Tanzania. Ni sisi tuliopoteza watoto wetu. Ni sisi tuliopoteza ndugu zetu, jamaa na marafiki zetu. Kwa hali yoyote ile, haiwezekani mtu mwingine asiye Mtanzania awe na uchungu zaidi kuliko sisi wa Tanzania. Haiwezekani. Uamuzi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kuunda tume ya kuchunguza matukio ya wakati na baada ya uchaguzi ilikuwa ni hatua muhimu ya uwajibikaji. Taarifa hiyo itatuongoza kujielekeza kwenye mazungumzo ya kuleta maelewano na amani. Hii ni ripoti ya rais. Aliyeunda tume ni rais, na ripoti yote hii ni ya rais. Kwa hiyo wasitokee watu wengine wakadai ownership ya ripoti hii. Tume inaitwa tume ya rais ni kwa sababu tume hiyo si kwa ajili ya umma, ni kwa ajili ya kumsaidia rais kushughulikia jambo fulani. Na akiona kuna umuhimu wa kuambia wananchi atawaambia. Akiona kuna umuhimu tu wa serikali wenyewe kujua kufanya kuitekeleza katika serikali atatekeleza. Kwa mfano, tulikuwa na tume ya Hashim Mbita wa mauaji yaliyotokea Pemba, na tukapata na wakimbizi zaidi ya 2000 kwenda Kenya. Akaunda tume ikiongozwa na Brigadier marehemu Hashim Mbita. Haikutoka taarifa yake ya public. Rais ana mamlaka yake. Aliunda tume hiyo kwa mujibu wa sheria, kwa mamlaka yake. Taarifa imetoka. Rais huyo hana uwezo wa taarifa yake kujipanga ni lini itoke wizarani. Ni taarifa yake, lakini yake kama taasisi. Utafika wakati ataisoma na wasaidizi wake, washauri wake, serikali yake, baraza la mawaziri wataidadavua vizuri. Yale yanayotekelezeka kwa muda mfupi yatatekelezwa kama alivyotuahidi kwenye hotuba yake. Pengine swali ambalo tunatakiwa kujiuliza, Mheshimiwa Rais anapopokea taarifa anafanya nini? Kuna mambo yanafanywa.
na ametajwa katika kifungu cha 21 cha sheria. Rais akiona upelelezi wa ziada unatakiwa au mashtaka yanastahili, anaweza kumwagiza DPP au kuagiza polisi kuanzisha upelelezi wa kufungua mashtaka. Hata swala la kuzuia taarifa isichapishwe, ukisoma kifungu cha 21 kifungu cha 3, Mheshimiwa Rais anaweza kuelekeza taarifa ya tume au sehemu yoyote ya taarifa hiyo isichapishwe. Tume ilipewa hadidu za rejea 6 zikimwelekeza mwenyekiti wake Jaji Mkuu mstaafu Othman Chande kuchunguza chanzo na vichocheo vya matukio hayo. Chanzo ni kama mafuta na kichocheo ni kama kibiriti. Tume imeainisha na kubainisha vyanzo 5 na vichocheo 8 vilivyosababisha kilichotokea tarehe 29 Oktoba. Yapo masuala ya kisiasa, madai ya katiba mpya, demokrasia katika mfumo wa vyama vingi vya siasa, malalamiko ndani ya vyama vya siasa, madai ya maboresho ya tume huru ya uchaguzi na mfumo mzima wa uchaguzi. Pili, ni masuala ya kijamii yanayojumuisha ugumu wa maisha, ukosefu wa ajira au kukosekana kwa ustawi katika fursa za ajira na za kiuchumi, mazingira ya biashara na uwekezaji yasiyo rafiki, utitiri wa tozo na kodi na mfumo usio rafiki wa utozaji na ukusanyaji. Tatu, ni masuala ya kijamii yanayojumuisha mmomonyoko wa maadili na kushuka kwa uzalendo, kutopatiwa ufumbuzi na majibu stahiki kwa kero katika jamii kama vile rushwa, ubadhirifu wa mali za umma na madai ya utekaji na kupotea kwa watu. Tume ikabaini vichocheo vikuu, hasa matumizi ya mitandao ya kijamii ambayo kwa mujibu wa mashahidi yalikuwa makubwa kuliko wakati mwingine wowote, yakitumika kuhamasisha, kupanga na kuchochea vurugu. Wakazi wa Keko msisahau, wakazi wa Kurasini msifanye makosa. Kundi la pili la vichocheo ni kauli za baadhi ya wanasiasa ambazo ziligeuka na kuwa kauli mbiu za walikuwa wanafanya ghasia. Mfano wa kauli mbiu hizo ni zifuatazo: no reform no election, Oktoba tunatiki, Oktoba tunatoka, tumedhamiria uchaguzi hautofanyika, Samia must go, tunataka kuikomboa nchi yetu, hakuna uchaguzi chini ya serikali hii, tunahakikisha nchi haisimami mpaka serikali iondoke, hakutakuwa na uchaguzi bila mabadiliko ya mfumo, serikali hii imepoteza uhalali wa kuongoza nchi, ni lazima shinikizo la wananchi liongeze hadi serikali iondoke, na mchakato na kuwapata wagombea umekuwa taratibu, wagombea sio halali, mchakato urudiwe. Hizo ni baadhi ya kauli. Tumefika hapa kwa sababu moja, wananchi hawakusikilizwa kwa mawazo yao ya awali ya kwamba tunataka katiba mpya, tunataka tume huru. Maneno hayo mawili yakazaa hakuna uchaguzi bila mabadiliko. Madai hayo yamekuwepo. Tume huru ya uchaguzi huipati mpaka uwe na katiba bora kwa mtizamo wa wananchi na kwa ajili ya kutupatia Tanzania tuitakayo. Katiba mpya inatafutwa pale nchi imetoka kwenye machafuko, lilikuwa koloni, sasa ni huru, ndo mnaandika katiba mpya. Sisi tunaboresha, maboresho ya kimkakati, maboresho mapana ya katiba tulionayo. Ili kupata picha halisi ya ukubwa wa athari za ghasia hizo, uchunguzi wa tume ukaenea katika maeneo 202 yaliyoathirika zaidi katika mikoa 11 na wilaya zake 21 Tanzania bara. Watu 1323 wakasikilizwa, 953 wakatoa ushahidi wa kiapo. Tume ilipokea pia ushahidi wa maandishi 149 kwa njia ya posta, 283 kwa mkono na 457 kwa barua pepe. Ushahidi wa kidigitali ulikuwa pia sehemu ya uchunguzi wa tume ili kubaini madhara ya kibinadamu.
Jumla ya picha mnato 450, picha mjongeo 880 zilikusanywa kwa njia mbalimbali, na baadhi zilikuwa zimesambamba mitandaoni kwa zaidi ya mara moja. Picha hizi zilipatikana na ziliwasilishwa na mashuhuda wa matukio, watoa taarifa vya vyombo vya ulinzi na salama, na vyanzo vya wazi, yani open source, ikiwemo vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Katika kubaini uhalisia wake, baadhi ya picha zilizochambuliwa, baadhi yake zilikuwa halisi na za kweli, lakini nyingine hazikuwa halisi na zimechezewa kwa kutumia akili unde na nusu ukweli. Na mfano mojawapo ni picha ambayo imetumika mara nyingi kuonesha maiti zikiwa kwenye mifuko ya bluu zikizikwa kwenye makaburi ya halaiki. Picha hiyo kwa mujibu wa uchunguzi imekuwa imetumika sehemu nyingi duniani. Ushiriki wa wananchi uliendelea kupitia madodoso 4891, SMS 33250 na ujumbe wa WhatsApp 23195, huku watu 2099 wakishiriki kupitia mijadala ya vikundi. Hata hivyo, vipo vyama vya siasa vichache, wanasiasa, wanaharakati na viongozi wa mashirika yasiyo serikali wachache walioalikwa kwa maandishi kufika mbele ya tume, lakini hawakufanya hivyo. Tume inaridhika kuwa ambao hakuja mbele ya tume ni kwa utashi wake na tunaoheshimu, lakini si kwa kinyima au kukosa fursa ya kuwa sehemu ya safari hii. Je, ni sahihi kutokwenda? Nasema si sahihi. Haidhuru mtu ana uhuru wake, lakini si sahihi kwa sababu jambo hili la kitaifa na wewe umelipigia kelele, umelilalamikia. Sasa nenda kasikilize majibu, kasikilize mwongozo uliopo. Kama huridhiki, nenda katika utaratibu wa kusema hilo jambo mimi sikuridhika nalo. Huwezi kukaa pembeni ukashawishi watu ukafikiri kwamba itasaidia. Haisaidii. Na natoa mfano mingi sana mimi. Mfano mingi, sisi tumekaa miaka 3 jela. Tukashtakiwa kwa uhaini kwa kusema Salimini hakushinda uchaguzi. Miaka mingapi? Ile ututoa ni mahakama ya rufaa. Hatukutolewa na siasa. Na kafu ilikuwa na uwezo kuandamana kweli. Tulingoja process ikaenda mpaka tukaenda mahakamani, mpaka tukafika mahakama rufaa. Mahakama rufaa ikasema hauwezi kwenda Zanzibar kufanyika uhaini au hawana hatia, tukaachiwa. Ndio process. Sasa huwezi kukataa vitu vya kikatiba ukavifanyia maandamano wakati viko ndani ya msingi wa kikatiba. Vya kisiasa jambo jingine, lakini vya kikatiba, heshimu katiba na sheria za nchi zilivyo. Nafikiri hii ndio tatizo ambalo lipo. Pamoja na ushahidi mbalimbali uliokusanywa na tume, lakini bado kumekuwa na mitazamo tofauti kuhusu kilichotokea Oktoba 29, kwamba je, yalikuwa ni maandamano halali au ghasia, vurugu na uhalifu. Ni hitimisho la tume kuwa kilichotokea siku ya uchaguzi mkuu Oktoba 25 hayakuwa maandamano ya amani, bali yalikuwa ghasia zilizoambatana na matukio ya uvunjifu wa amani. Ghasia zilipangwa na kutekeleza siku iliyotangazwa kisheria kwa ni siku ya uchaguzi mkuu. Hivyo kufanya ghasia siku hiyo ilikuwa ni kupoka haki ya kikatiba na kisheria za wananchi wengine, ikiwemo haki ya kupiga kura na kuchaguliwa. 3, washiriki wa ghasia za wakati na baada ya uchaguzi kuu walibeba silaha za aina mbalimbali zikiwemo mawe, nondo, mkuki, sururu, fimbo, marungu, visu, vibiriti, vipulizi, bunduki, manati, kombeo, rato, mapanga, jambo ambalo haliruhusiwi kisheria katika maandamano ya amani. Isitoshe, tume imepata ushahidi usio wa shaka kwa matukio ya ghasia ya 29 Oktoba yalipangwa, yaliratibiwa, yalifadhiliwa na kutekelezwa na watu waliopata mafunzo. Swali la msingi linakuja, mmejuaje? Mmetumia ushahidi gani? Kwa hiyo kuna watu tumetoka nao kwenye mitaa wakaeleza jinsi walivyoshirikishwa kufanya jambo hili. Kuna watu kwenye mabodaboda, kwenye makundi ya mamalishe
kwenye vikundi mbalimbali, ili mradi walishiriki kwa namna moja au nyingine, wao wenyewe wanakiri kwamba sisi tulihusika. Lakini mimi nilikuwa nafanya biashara katika soko X na nikaambiwa kipato changu cha mwezi ni shilingi ngapi. Nikapewa na nikaambiwa kuna kazi maalum, na kama mambo haya yakifanikiwa, basi siku si nyingi mafanikio makubwa zaidi yatapatikana. Mimi naamini zipo taarifa ambazo vijana wengi walipewa katika mitandao ambazo si za kweli, lakini zilihusika katika kujenga dhana potofu juu ya masuala ya uchaguzi. Na hilo sio Tanzania peke yake. Tumeshuhudia nchi kama Nepal, Madagascar, vijana wamekuwa wakihamasishwa kupitia mitandao ya kijamii kufanya vurugu dhidi ya serikali za nchi zao, wakiamini hiyo ndio suluhu ya matatizo mengi ambayo yanazikabili nchi zao, hususan katika nchi zetu za Afrika. Kwa hiyo mimi kusema moja kwa moja kwamba hayo mambo yanayotajwa ndio kiini pekee, hapana. Mimi nadhani yapo mengi tu, ikiwemo na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii, ikiwemo pia na kauli za watu ambao wao wanaamini kama viongozi wa kisiasa. Inapelekea ndio hivyo kuharibu nchi yetu, kama hivi tusharibu vitu vingi. Tumeharibu miundombinu yetu na tumeharibu hizo sehemu za kutufanya sisi tupate kazi. Kwa mfano, sheli moja ya leki imechomwa, wafanyakazi 300 na niliona mtandaoni imechomwa. Ile ni si vijana walikuwa wanapata hela pale, wameajiriwa. Kwa hiyo imechomwa, it means mpaka ije kujengwa ni process. Kwa hiyo vijana watakuwa nyumbani, unaona, watu wapata hela. Kwa hiyo sio sababu ya sisi kufanya ili tupelekee tuharibu miundombinu ya nchi yetu. Tume pia ilipokea madai kutoka kwa waathirika na mashahidi wengine kuhusu watu kupigwa risasi, kujeruhiwa au kuuawa katika maeneo ambayo hayakuwa na ghasia na vurugu. Kuna madai ya watu kupigwa risasi kwenye makazi yao, kwa pamoja na ndani ya nyumba au sebuleni au ndani ya maduka. Hizi ni tuhuma nzito zinazoashiria uwezekano wa matumizi ya silaha za moto kinyume na miongozo na kanuni za kimataifa, kikanda na kitaifa. Nadhani hilo ni jambo mojawapo ambalo ni la bahati mbaya katika vurugu za baada ya uchaguzi. Jambo la bahati mbaya sana kwamba ni kweli wapo watu walifariki kutokana na vurugu wakiwa maeneo ya majumbani. Hawakuwa wanahusika moja kwa moja, lakini tuwe na uhalisia. Kwa mfano, masuala yaliyohusisha kwa mfano vifo vilivyotokana na upigwaji wa risasi, kuna sehemu kuwepo na majibishano. Risasi inatembea umbali mrefu zaidi ya mita 100, risasi inaweza ikatembea 100. Sasa kuna mtu alikuwa yuko nyumbani kwake, huko nje mita 50, mita 100 mbele kuna majibishano yanaendelea. Bahati mbaya ile risasi ikapigwa ikamdhuru yeye katika kibaraza chake cha nyumba au ndani kwake. Sasa haya sio mambo ambayo tunaweza tukasema yalikuwa yanalenga moja kwa moja kufanya hivyo, lakini ni bahati mbaya ambazo zimetokea na vurugu. Tutakuwa wawazi tu kwamba katika aina za vurugu kama hizi lazima wapo watu ambao watafariki bila hatia na bila kushiriki moja kwa moja. Baraka ya Mungu, taifa lake, nguzo zake, watoto wake, urembo wake. Cheza, ruka, imba Tanzania. Cheza, ruka, imba Tanzania. Matarajio ya wengi ilikuwa ni kusikia tume ikiwataja kwa uwazi waliopanga, kuratibu na kufadhili maandamano hayo, na nani alitumia nguvu kupita kiasi hata kwenye maeneo ya makazi ambako hapakuwa na ghasia, ili wote wawajibishwe kisheria. Tume hii ni tume ya kutafuta hoja, fact finding. Tume ya kutafuta hoja
fact finding. Pili, mamlaka ya kushughulikia masuala ya jinai au madai zinabaki pale pale, hazikubadilishwa na tukio. Kwa hiyo mamlaka zile za uchunguzi zinaendelea pale pale. Taratibu za uchunguzi ni tofauti na taratibu za kimashtaka ni tofauti. Sasa hapa sisi tumegundua ndani ya hii uchunguzi wetu kuna uwezekano wa kuwa makosa ya kijinai. Mwenye mamlaka kufanya kuchunguza makosa ya kijinai ni ama ni tume atakayochagua rais au ni kuachia chombo cha polisi wakafanye uchunguzi wa kijinai. Tume inasema bora uunde chombo maalum cha kushughulikia mashtaka ya jinai kwa jambo hili. Sasa hiyo ndo kazi yao, kwa sababu itafanya nini ile tume? Itafika pahala itatoa haki ya yule anayehutumiwa mbele ya mahakama na serikali inayodai kwamba umefanya. Kwa sababu hatuwezi kukimbilia kuwajibisha bila kuwapa nafasi ya kusikilizwa. Na ukimwajibisha mtu bila kumsikiliza, Mahakama Kuu imejaa maamuzi ambayo watu walijibishwa bila kufuata utaratibu na walilipwa fidia. Kwa hiyo hatutaki kuingia katika huo mtego. Kwa kuwa ripoti imebainisha kuwepo kwa viashiria vya jinai kuhusu matokeo yale, tutaunda kama nilivyosema chombo maalum cha upelelezi kwa maana criminal investigation kwa ajili ya kufanya kazi iliyopendekezwa na tume. Ripoti ile au chombo kile kitaangalia masuala yaliyobainishwa na kubaini waliohusika katika kupanga, kuratibu na kufadhili matukio ya ghasia au vurugu. Lakini vile vile watajielekeza kubaini wahusika wa matukio ya uhalifu, sababu kuna vurugu, kuna na uhalifu. Kuna wale wote ambao walikuwa wanavunja maduka, kuvamia na kuiba, tajielekeza huko. Lakini pia tume au chombo kitakachoundwa kitaangalia kwa undani vifo vya watoto na kushughulikia swala la madai ya miili ambayo haijapatikana. Tume hii itajielekeza huko pia. Tume itajielekeza pia kwenye masuala ya wanaodaiwa kutekwa na ambao taarifa zao hazijapatikana. Vile vile walioathirika nje ya eneo la vurugu. Hiyo ndio itakuwa njia sahihi, kwa sababu kimaumbile mwanadamu yuko hivi. Ukimkanyaga ukimwambia pole, maumivu yanaondoka. Ukimkanyaga ukimwambia unaangalia wapi, macho juu, maumivu yanaongezeka. Kwa hivyo wananchi wanahitaji kupata pole. Jambo la nne tutakalofanya ni serikali itaweka utaratibu wa kugharamia matibabu ya majeruhi wa ghasia ambao bado wanahitaji matibabu. Vile vile itagharamia vifaa saidizi na viungo bandia kwa waliopata ulemavu wa kudumu ili waweze kuyamudu mazingira yao ya kila siku. Kauli ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan inaakisi uzito wa msiba huu wa kitaifa ambapo watu 518 wameripotiwa kufa. Hata hivyo, kutokana na mazingira ya ghasia pamoja na madai ya baadhi ya mashahidi, idadi hiyo ya vifo inaweza kubadilika kutokana na uwezekano wa kuwepo kwa baadhi ya ndugu ambao walizika maiti za wapendwa wao bila kufikisha kwenye vituo vya kutolea huduma ya afya au hawakupata fursa ya kuja mbele ya tume. Vile vile inawezekana kulikuwa na majeruhi ambao waliamua kutibiwa nje ya mfumo rasmi na wakafariki bila taarifa zao kufikishwa panapostahili. Tume pia ilipokea ushahidi na madai kuhusu watu kupotea au kutopatikana tangu wakati wa uchaguzi mkuu. Kwa kuzingatia ufafanuzi uliotolewa, kwa idadi ya vifo hiyo 518 kwenye ripoti ya tume inaweza ikawa sio kauli ya mwisho, not final and conclusive. Bila shaka ukweli huu unajibu hoja ya wakosoaji wanaodai kuwa tume imepunguza idadi ya vifo ikilinganishwa na kile wanachoamini. Kuonyesha idadi ya watu hao wanaotajwa huko mtandaoni, mimi nadhani inaweza isiwe sahihi sana, kwa sababu lazima uwe na ushahidi wa kisayansi kuweza kuprove au kuthibitisha kwamba idadi hiyo ni sahihi.
Ili kurejesha imani na kusonga mbele, tunahitaji uwajibikaji wa kweli unaoleta haki inayoonekana, majadiliano jumuishi ya kitaifa, mifumo ya uchaguzi inayoaminika na utamaduni wa kuvumiliana. Nataka niwahakikishie Watanzania, mimi ni Samia yule yule wa 4R. Ni yule yule wa 4R. Ninachoomba ni ushirikiano wenu katika kutekeleza hizo R4. Wanasema kidole kimoja hakivunji chawa, au it takes two to tango. Kwa hiyo mkimtegemea Samia peke yake afanye, hayaendi. Lakini mkinipa ushirikiano mkubwa, ndugu zangu, tutafika tunakoelekea. Ni maoni ya tume kwamba ni muhimu katiba mpya ipatikane ifikapo 2028 ili itumike katika uchaguzi ujao mwaka 2030. Serikali tunaipendekeza iunde kamati ya wataalamu wa katiba ambayo itakuwa na jukumu la kupitia katiba iliyopo, rasimu ya katiba ya tume ya mabadiliko ya katiba, katiba pendekezo ya mwaka 2014, ripoti za tume mbalimbali na kamati na vikosi kazi mbalimbali. Ushauri mmoja ulitolewa na kiongozi wa dini ni kwamba katiba mpya inahitaji utulivu. Tusiandike katiba mpya ya hasira. Katika mjadala wa chochote uwepo wanaunga mkono na wasiounga mkono, lakini wale wasiounga mkono huwa sio jawabu la kuliacha jambo hilo. Jawabu hilo ni kuwafata tena na tena kuhakikisha ni kwa namna gani wanaweza wakapata fursa au wakashiriki katika kuondoa tatizo ambalo linaweza likajitokeza. Kwa hivyo mjadiliano ambayo yanaweza kupelekea kuwepo kwa katiba mpya, hali majadiliano inawahusu Watanzania wote, sio wanasiasa peke yake. Sasa inawezekana wanasiasa wana jambo zuri sana, wakikaa pembeni inawezekana wakatunyima haki wa Tanzania wengi sana kupata mchango wao katika lile ambalo nafikiri linaweza kuwa na ufumbuzi mzuri. Sasa ni kwanza kuna kuridhiana, tuendeeje jambo hili? Wote wakubaliane. Hapo mimi ndio naona kwamba ndipo mchakato huo wa katiba mpya uweze kuanza. Kwa hiyo kuna hilo la kukubaliana, kutengeneza uwanja sawa ambao utatupeleka vizuri katika sasa hili ambalo sote kama taifa na ambalo litaleta pia uponyaji wa taifa hili, jambo la katiba mpya, ndipo tunaweza tukatembea pamoja. Katika muda mfupi ujao itaundwa tume ya maridhiano ikijumuisha wadau wote muhimu itakayosimamia na kuongoza majadiliano na maridhiano ili kuziba mianya na migawanyiko iliyopo na kurejesha umoja na mshikamano wa kitaifa. Naomba nikumbushe kuwa nia ya kuwa na tume ya maridhiano ilikuwepo hata kabla matukio ya Oktoba 25. Na ni moja ya ahadi zangu nilizoziahidi kutekeleza ndani ya siku 100 za kwanza. Rais na washauri wake na serikali wanapotazamia kuunda tume ya maridhiano au kupata maridhiano, lazima maridhiano yawe shirikishi. Mchakato uwe shirikishi. Watu wengi wenye busara, wenye hekima washiriki. Lakini pia itumike hekima wa uundwaji wenyewe wa hayo maridhiano. Kwa sababu tunaenda kupatanisha watu, itumike hekima. Tusiwaache tu kusema wamekataa basi tuache. Mungu asaidie tupate hekima ya kufanya kila mmoja ahusike. Na hii itasaidia sana katika kujenga sasa ile trust, kujenga kuaminiana. Kila mtu akipata yule uhakika ya kwamba kundi langu limewakilishwa katika hii tume ya maridhiano. Lengo si kupatana, lengo si kutengeneza njia ya kuleta maridhiano. Basi lazima pawepo na imani kwa hiyo tume. Na naamini serikali yetu na Mheshimiwa Rais na wasaidizi wake, naamini hilo watazingatia. Mapendekezo ya tume ya maridhiano yatatumika kuweka msingi wa kuelekea upatikanaji wa katiba mpya ambayo wengi wanashauri pamoja na mambo mengine ijibu madai ya muda mrefu
ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi itekelezwe kikamilifu na pamoja na kuhakikisha kwa uteuzi wa mwenyekiti na wajumbe wa tume unafanywa kwa kuzingatia sheria iliyorekebishwa mwaka 2024. Aidha, tume iruhusiwe kuajiri watumishi wake ili wawe na wajibu wa kusimamia shughuli za uchaguzi ingalau hadi ya jimbo. Hatua hii itaondoa malalamiko ya vyama vya siasa na wananchi kuhusu uhuru wa tume hiyo. Mapendekezo mlioyatoa ni dawa ya kuliponya taifa letu, na kwa ladha yoyote iliyo dawa hiyo, lazima dawa inywewe ili tupoe. Mapendekezo hayo tafanyia kazi ipasavyo, tafanya marekebisho ya mambo yaliyobainishwa kuwa na dosari, taimarisha pale penye udhaifu, bila kuacha kuwajibika pale penye ulazima wa kuwajibishana. Na Jumuiya ya Mataifa inaangalia mambo mawili kwa Tanzania kwa sasa. Je, tunaonyesha dhamira ya kufanya uchunguzi wa kina na wa kweli wenye matokeo ya kuwajibisha? Hilo ndio swali jumuiya ya kimataifa inadili. Je, tuna hiyo dhamira? Tunaonyesha dhamira? Na kwa Mheshimiwa Rais kuunda tume ya uchunguzi ni dhamira tosha kwamba tunakusanya taarifa, tunatafuta ukweli, tunatafuta ushahidi, na tukishapata hizo taarifa ndio sasa tunaamua swala la uwajibikaji. Niwaombe sana viongozi wa dini wa madhehebu yote nchini, msimame kwenye nafasi yenu ya kuliponya taifa letu. Hiyo ni kauli ya unyenyekevu, ni kauli ya kuhitaji msaada, sababu msaada wa mwisho kwa binadamu yoyote ni kukimbilia kwenye madhabahu. Kwa hiyo ni mzigo mzito kwake, na sisi viongozi wa dini ambao tumepewa dhamana ya kiroho, hatuwezi kuliacha taifa likaangamia. Kwanza, kuliombea taifa; pili, kuongea na watu, kuwasaidia watu waweze kuponya mioyo yao, kwa sababu ukweli, kuna walioumia, kweli taifa limetikisika, na tunashukuru Mungu mpaka leo taifa letu tuko hivi, lakini bado lazima tukiri wazi kwamba ndani kuna vidonda ambavyo vinahitaji kuponywa. Nafasi yetu sisi waumini tunaowaongoza, wako baadhi yao wamehusika moja kwa moja, wameathiriwa na mambo mbalimbali. Kwa hivyo sisi ni kuwahubiria kuwa na subira, lakini kuyapokea yale ambayo yamejitokeza katika moyo mkunjufu na kukubaliana na kile ambacho kitakuwa kimejitokeza na kuamuliwa kwa namna nzuri, lakini na wao watoe ushirikiano mzuri na wa kutosha, si wa kishabiki, utakaosaidia kuondoa maumivu haya na kuwarudisha wananchi katika hali ya kawaida na kudumisha amani yetu inshallah. Na hapa viongozi wa dini bila kumumunya maneno, na hili alikuanza tu wakati baada ya mambo ya matukio ya Oktoba 29, imeanza zamani zaidi kusema jamani, kuna mahali tunaenda visivyo kama taifa, kuna mambo ambayo hayahitaji kurudiwa, kuna mahali tunahitaji kufanya toba ya kweli kama taifa na mtu mmoja mmoja, na hiyo ninafikiri ndio wajibu wetu kuzungumza na dhamiri. Nataka nikiri kwamba mimi binafsi sikutarajia kadhia hii ingetokea kwenye nchi yetu kipindi hiki ni kuwa kiongozi mkuu wa nchi. Jambo hili limenitwisha mzigo mzito mabegani kwangu, lakini nataka niwahakikishie kwa kadri Mwenyezi Mungu atakavyoniongoza na atakavyonijalia, nitaubeba mzigo huu kwa ujasiri, kujiamini na tahadhari kubwa. Tuweke juhudi za pamoja kwa werevu na ujasiri na kusema never again, yasijirudie. Historia ya Tanzania haipaswi kuamliwa na tukio moja, bali namna taifa linavyochagua kujibu changamoto zake. Kuna fursa ya kugeuza maumivu kuwa somo
na somo kuwa nguvu ya kujenga mustakabali ulio imara zaidi. Amani yetu, wajibu wetu. Mungu ibariki Tanzania. Wazee wanabariki njia, watoto wanacheka kwa matumaini. Kila tone la jasho ni wimbo wa kesho iliyo bora. Na nikisikia wito, ninarudi bila kuchelewa, kwa sauti ya watu na ndoto zinazochanua.